Waswahili wanasema usione chaelea, ndani kimeundwa. Lakini pia usione kinang'ara, ndugu yangu, kimegharamiwa. World Stories ya leo inahusu kakitu kadogo sana, kakitu ambako kakikaa mbali huwezi kukaona kwa urahisi, kakitu ambako ni kadogo lakini kana matumizi kwa mwanadamu. Kakitu hako si kingine, ni pini. Je, unafahamu ya kwamba pini ni miongoni mwa vitu ambavyo viligunduliwa zamani sana, japo kwa mwonekano kanaonekana ni kakitu kageni katika maisha ya sasa. Yaani watu wengi huiona pini kama kifaa kilichogunduliwa hivi karibuni, kitu ambacho si kweli. Sasa tuulizane, pini ziligunduliwa na nani, wapi na lini? Pini ziligunduliwa huko Marekani na baba mmoja anayeenda kwa jina la Walter Hunt. Yaani ziligunduliwa mwaka 1849, kwa maana ya kwamba karne ya 19. Huyu Walter Hunt alizaliwa katika karne ya 18, tena katika miaka ya 1796, miaka 20 baada ya uhuru wa taifa la Marekani. Tena alizaliwa katika sehemu moja inayoitwa Martinsburg katika jiji la New York huko nchini Marekani. Walter Hunt alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya Sherman Hunt, yaani huyu ni baba yake na mama yake aendaye kwa jina la Rachel Hunt. Inaaminika Walter Hunt aliwahi kupata digrii yake ya ufundi washi, yaani fundi nyumba, kwa maana ya kwamba mkono bao na mwiko vilikuwa ni jadi yake au utamaduni wake. Wakati huo mkewe aendaye kwa jina la Polly Laux, mwanamama huyu alimzalia takribani watoto 4 ambao ni Ella Hunt, Violet Hunt, Allen Hunt na Caroline Hunt. Ewe unayesikiliza na kuitazama simulizi hii, sikiliza kwa makini. Sio kwamba huna uwezo wa kulipa kodi, na sio kwamba huna uwezo wa kujenga, hapana. Ila ni kwa sababu hujapata au hujakutana na kitu ambacho kitakulazimisha kuyafanya yote hayo. Nasema yote haya kwa sababu huyu Walter Hunt aliweza kuunda pini kwa lengo la kupata fedha za kulipa deni alilokuwa akidaiwa na rafiki yake. Walter Hunt alikuwa akitingwa na rafiki yake kwa sababu ya kudaiwa takriban $15. Jifunze kitu sasa. Kumbe tatizo hutanua ubongo wa mtu kufikiri. Kwa mujibu wa Walter Hunt, yeye alidai ya kwamba alianza kwa kutumia kipisi cha inchi 8 ya waya. Yaani alianza kutengeneza pini kwa kutumia waya, ambapo ni sawasawa na milimita 200 za waya. Halafu tafadhali mtu asikutishe baada ya kufanikisha au kufanya jambo fulani, kwa sababu duniani watu tunategemeana bwana. Kwa sababu waya alizozitumia Walter Hunt kugundulia pini ni waya ambazo au ni vitu ambavyo viligunduliwa na mtu mwingine zamani zaidi kabla ya yeye, kwa sababu waya ziligunduliwa mwaka 1830 na bwana mmoja aitwaye Thomas Malham, japo wengine huamini ni Mikla Lewis Ohm. Basi tuendelee na simulizi. Walter Hunt aliwahi kusema ya kwamba pini ndio kitu pekee au cha kwanza duniani kuwa na sehemu ya kushikia, eti akiwa na maana ya kwamba kabla ya pini hakuna kitu chochote kilichowahi kuwa na mshikio au mpini. Na akasema ya kwamba mpini lengo lake ni kuilinda mikono iwe salama dhidi ya kuumizwa na pini yenyewe. Walter Hunt alikuwa kama mtu fulani hivi mwenye asili ya utashi na kufikiria mambo kwa undani, tena kwa lengo la kugundua mambo mbalimbali. Kwa sababu jembe hili kabla ya kuzigundua pini mwaka 1830, yani nyuma kabla ya kuzigundua pini hizi,
Bwana huyu aliwahi kuifikiria mashine ya kushonea nguo, yani cherehani, japokuwa inaaminika ugunduzi wake haukukamilika. Ndugu yangu, kugundua kitu ni raha bwana, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kujisifu na kujitanua utakavyo, kwa sababu kitu chako hakikuwahi kuwepo hapo kabla. Hivyo hakuna kukupinga wakati wa kujisifu na kujitapa. Nasema hivi kwa sababu huyu Walter Hunt, mwamba huyu, alinyenyua mabega yake kujisifu mbele za watu kwa kusema eti ugunduzi wake utatoa fursa kubwa sana ya kibiashara hapo baadaye. Yani akiwa na maana ya kwamba sasa, japo ni kweli wewe na duka lako, sidhani kama ungeweza kuuza pini humo dukani mwako bila ya Walter Hunt kuzigundua pini zenyewe. Lakini pia lishukuliwe deni la dola 15 alilokuwa akidaiwa bwana Walter Hunt, kwa sababu bila deni hili pia pini zisingeonekana. Sunakumbuka mwanzo nilisema ya kwamba Walter Hunt aligundua pini kwa lengo la kurudisha deni au kulipa deni alilokuwa akidaiwa na rafiki yake, ambalo ndio hilo la dola 15. Makara nyingi huonesha bwana Walter Hunt alijipatia fedha takribani dola 400 za Kimarekani mara baada ya ugunduzi wake, na kiasi hiki cha fedha alikipata mara baada ya mauzo aliyoyapata kutoka kwa pini zenyewe. Ila dunia imetoka mbali sana, na hii ni kwa sababu pini alizokuwa akiuza Walter Hunt hazikuwa na ubora wowote, na hii ni kwa sababu sayansi na teknolojia ya kipindi hicho bado ilikuwa duni, au pengine ni kwa sababu pini kilikuwa ni kitu kigeni kwa kipindi hicho. Lakini pia nina imani rafiki kipenzi wa Walter Hunt aliyekuwa akimdai dola 15 za Kimarekani, baada ya kusikia mwamba kajipatia takribani dola 400 zilizotokana na mauzo ya pini, basi itakuwa jamaa hili lilikimbia haraka kuchukua pesa yake kwa rafiki yake. Bwana, usishangae kumuona mwalimu ni masikini, kwa sababu wataalamu huamini karama moja huwa na tabia ya kufukuza karama zingine. Yani unaweza au mtu anaweza akawa ni mtaalamu wa jambo fulani au kufanya jambo fulani, lakini likamshinda jambo jepesi kuliko lile analoliweza. Ilikuwa hivyo hata kwa Walter Hunt. Baada ya Walter Hunt kujipatia fedha takribani dola 400, Walter Hunt akazichukua dola 400 kama zilivyo na kuziingiza katika mifumo ya kibiashara, kitu ambacho kilisababisha azipoteze hizi dola 400. Japo vitabu havionyeshi ni biashara gani aliyoanzisha bwana huyu iliyopelekea upotevu wa pesa zake, ambapo inaaminika rafiki yake mmoja aendaye kwa jina la Bobo, bwana huyu ndiye alimjulisha Walter Hunt ya kwamba pesa zote, yani zile dola 400, zimeibwa na bwana mmoja anayeenda kwa jina la Willie Hans, na inaaminika huyu Willie Hans alikuwa kama msaidizi wa kwenye biashara aliyoifungua kipindi hicho. Dunia inavyozidi kwenda na mambo hubadilika, kwa sababu kiimani mtu akivaa pini huwa zinabeba maana ya mahara salama. Pia humuonesha mtu aliyevaa pini hizo kama ni mtu aliye mahara patakatifu. Ndiyo maana utaona makuhani wa dini mbalimbali duniani, ikiwemo dini ya Kibuza, hupendelea kuvaa pini. Pia pini humaanisha ushirikiano na mshikamano. Wakati huo katika imani za kishirikina, pini imejengeka au hutumika kuhimiza maumivu kwa mlengwa. Pia hutumika kama ngao ya kuzuia mzuka wa mtu aliyefariki, kwa sababu unajua tena kuna imani ya kwamba mtu aliyefariki huweza kuja kama mzuka na kuanza kuwasumbua binadamu. Ila upande mwingine
hizi ni kama imani tu. Muda mwingine unavyogundua kitu, unatoa daraja la watu wengine kugundua kitu kingine, kwani hata pini za kubania karatasi zilikuja kwa hii teknolojia ya water hunt ya kutengeneza pini hizo. Kingine, kwa sababu pini huonesha hali ya umoja na mshikamano, hii ikapelekea watu wengine wafikirie pini zisizoonekana kwa macho au kushikwa. Maana yangu ni kwamba hata neno siri zinazowekwa kwenye simu na kompyuta ni utaalamu au ujanja uliotokana na pini alizozigundua Walter Hunt. Na ndiyo maana baadhi ya simu haziandiki neno siri au password, badala yake huandika pini. Vifaa vya kutengenezea pini ni kama chuma, aluminium na plastiki. Kumbe pini inaweza kaundwa katika material mbalimbali. Lakini bado hatujamaliza Walter Hunt. Walter Hunt alifariki mwaka 1859 na baada ya kifo chake alizikwa eneo moja linaloitwa Albuquerque, na inaonyesha eneo hili huzikwa wale watu ambao ni magwiji au makamanda wa taifa la Marekani, kwa sababu hapa Albuquerque ndipo walipozikwa hata wale wanajeshi wa Kiafrika waliochukuliwa kuja kupigana vita ya wao kwa wao hapo Marekani, vita ambayo inafahamika kama The Civil War ya mwaka 1861 mpaka mwaka 1865, ambapo kwa umaarufu wanajeshi hawa huitwa The Buffalo Soldiers. Ndugu yangu, kutangulia si kufika. Utashangaa sana, licha ya Marekani aitwaye Walter Hunt kuzigundua pini, basi watu wengi huweza kufikiri pengine taifa la Marekani ndilo linaloongoza kwa kuzalisha pini duniani. Lakini sivyo. Badala yake taifa la China ndilo linaloongoza kwa kuzalisha pini duniani, kwa sababu taifa la China linachukua takribani 95% za ulimwengu kuzalisha bidhaa ya pini. Na hii inaaminika ni kwa sababu taifa la China ni miongoni mwa mataifa yaliyobarikiwa utajiri wa madini ya chuma, hivyo hurahisisha utengenezaji au utengenezwaji wa bidhaa za pini. Japo muda mwingine ukifikiria taifa kubwa kama la Marekani, Wamarekani watapata wapi muda huo wa kuhangaika na pini badala ya kuhangaika na mabomu ya nyuklia ili waweze kushindana na Mrusi? Naitwa Fungo Genius, The African Marine, sauti ya Dragon, na hii ni World Stories. Bidhaa ya pini aliyoigundua bwana Walter Hunt ni bidhaa ambayo mimi binafsi huifananisha sana na mmea, kutokana na kwamba mmea ni kitu ambacho mganga anaona dawa, mpishi anaona kuni, na ndege anaona makazi. Hivyo hata upande wa pini, kuna baadhi ya watu kuzitumia pini kubania nywele, na wengine kubania mavazi, wengine huzitumia pini kutolea funza. Hii ni World Stories. Kwa heri. Unatizama na kusikiliza World Stories. Chuo cha Kikatoliki Mbeya KUOM kinapatikana Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania, jijini Mbeya. Je, uko mbali na unataka kujiunga na masomo ya chuo cha KUOM katika stashahada na kozi mbalimbali? Usiteseke, wasiliana na agent, yani wakala wa KUOM kwa hizo nambari za simu: 0765277318
au 0783039677 au 0675956822, kwani utafanyiwa application zote za kutuma maombi ya kujiunga na chuo cha KUOM. Karibuni wa Tanzania, wa Kenya, Waganda, wa Burundi, wa Rwanda, wa Kongo, na mataifa yote duniani.